Mke akiwa na roho mbaya, watoto watarithi roho mbaya kwa sababu wanakaa na mama muda mrefu. Lakini tujiulize, sisi wanaume kweli tunawatreat vizuri wake zetu? Uislamu umeruhusu kuoa wake zaidi ya mmoja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Wewe wanawake mnawapenda wawili, watatu mpaka wanne. Kuoa wake wanne katika Uislamu ni ruhusa, sio amri, ni ruhusa. Lakini tujiulize, wapo watu walikuwa wakiishi vizuri zamani na wake zao, baada ya kuoa mke wa pili wakaingia katika migogoro. Kwa sababu gani? Unaoa kuongeza mke kwa maana umekizi vigezo na masharti, unaoa kuongeza mke kwa kukomoa, unaoa kuongeza mke kwa sababu umeuza shamba umepata pesa, unaoa kuongeza mke kwa sababu mwaka huu mavuno yamekuwa makubwa, unaoa kwa kutimiza masharti ya dini. Jiulize, unaoaje? Yawezekana katika kuoa kwako kwa misingi isiyokuwa ya Kiislamu ambayo haikuwepo ndiyo kupelekea kuisambaratisha familia yako. Inaweza ikawa ndiyo sababu ya kusambaratisha familia yako. Kuna mtu mwingine kavuna tumbaku yake, kapata faida kubwa na milioni 15 20, ndio anamwambia mkewe, we si jeuri we, safari nakuletea kitoto kidogo dogo. Jamani, nikwambieni Waislamu, hizi roho tulizokuwa nazo hizi ndizo roho hizi walizokuwa nazo wanawake. Kama vile wewe unavyoona kuumia ukisikia mkeo kaenda kinyume, basi na wewe pia ukioa mwanamke anaumia. Lakini wakivumilia katika hayo wanaipata pepe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wewe malengo yako ya kuoa ni nini? Kuna mwingine anapenda kuoa kuhudumia, hawezi. Nalisema inajua wanaume wengine watakasirika, potelea mbali. Yupo mwanamume anajua kuoa kuhudumia, hawezi. Mwanamke inafikia pala akimdai mwanamume hata mafuta ya kupaka, anaambia bwana, mafuta ya kula yapo, apake mafuta ya kula yeye kitumbua, hahudumiwe. Tokea umemnunulia nguo zile mlivyoingia katika harusi mpaka leo mwanamke hajanunuliwa nguo tena. Inafikia pala mtoto watu akipita na nguo ieleweki, imefumwa, imeshonwa, imetariziwa, viraka kila kona. Mwanamke hata kumnunulia perfume 1500 anukie mkeo hakuna, afu ataka kuongeza mke. Mwanamke ukimsogelea ananukia tumbaku, si tumbaku, ugoro si ugoro, ushuzi si ushuzi. Ndio Uislamu unasema namna hiyo? Kwa hiyo kwanza timiza vigezo, halafu baada hapo ndio uingie katika swala la kuongeza mke. Uislamu haujakataza kuongeza mke, umetoa ruhusa, lakini je, vigezo hivyo umevitimiza? Kwa hiyo tukiishi nao kwa wema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie tupate wake waliokuwa wema. Semeni amin. Na wanawake nao Mwenyezi Mungu ajalie mpate waume waliokuwa wema. Itikieni amin. Miongoni katika vitu vya kumwomba Mwenyezi Mungu, akupe mume aliyokuwa mwema, asiyekuwa na gubu. Gubu linafahamika. Mwanamume anazungumza maneno hayamalizi. Yani kuna watu, mkutano tuliokuwepo hapa Dr. Sule, wanaomba tuendelee mpaka kesho, tusiondoke nyumbani, maana akirudi nyumbani matatizo. Yupo mwanamume hapa anafikiria akirudi nyumbani ugomvi, mwanamke naye anaona nikirudi nyumbani pia ugomvi. Kuna watu hapa wamekaa na wake zao mpaka wiki hawaongei. Mwanamume anabubu, awekewe chakula, kile chakula kikiwekwa kisaulike kijiko tu kuwekewa katika chakula. Unaniwekea chakula, hiki chakula uniwekee kijiko. Kwa hiyo umchuzi nitachota bila kijiko, na uwali nao nitauchotaje bila kijiko? Wewe umekuja kwenu hapa umekuta kijiko, basi kila anachozungumza neno kijiko, akienda huku kijiko. Mwanamke, basi nisamee mume wangu, yamekwisha, nisamee. Mwanamke anaomboleza mpaka anamwambia haya, nimekusamee. Usiku saa 8 za usiku, labda mwanamume kapata haja akaenda kujisaidia, akirudi anamwamsha mkewe, wewe mama Abdallah, mume wangu niambie, hivi kile kijiko mchana ilikuwa kusudi au bahati mbaya? Saa 8 kweli? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athubutishe katika nafsi zetu, tuyatafakari, kuyazingatia na hatimaye kuweza kuyafanyia kazi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.